Hello, karibu kabisa katika chaneli yetu pendwa ya The Nation of Knowledge, yaani taifa la maarifa. Na leo nakuja kuwaletea simulizi kali kabisa ya ndugu yetu Elon Musk, homeboy. Sasa iko hivi, kama hujasubscribe katika chaneli yetu na ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, basi usisahau kusubscribe ili kusudi uweze kupata maarifa haya. Bwana unaambiwa huyu bwana alizaliwa Juni 28 mwaka 1971 hapa nyumbani Afrika, nchini South Africa, katika mji wa Pretoria. Ni mtoto wa mhandisi Elon Musk na mama mrembo wa enzi hizo na mlozi wa lishe Mama Mai Musk, na pia ana ndugu zake wawili Kimberly na Tosca. Unaambiwa hivi, Elon alionekana kuwa mwana mwenye akili za ajabu tangu utotoni. Alisoma vitabu vya sayansi na teknolojia mapema sana, yaani alikuwa mbele ya wakati. Alionyesha shauku ya program na kompyuta. Alijifunza kuunda program akiwa na umri wa miaka 12 tu, na alifanikiwa kuunda mchezo wa video aliyouza kwa $500. Halo, unaidharau elimu yetu ya Afrika ambayo ndo hii imeweza kutoa tajiri namba 1 duniani. Hata mataifa makubwa yote yanakuwa na mheshimu na yanamwogopa. Primary pamoja na sekondari alisomea hapa Afrika, nchini kwao South Africa. Na baada ya hapo, akiwa na umri wa miaka 17, aliweza kuhamia nchini Canada, akajiunga na chuo cha Queen's University na baadaye University of Pennsylvania. Alipata degree 2 za Bachelor in Physics pamoja na Bachelor in Economics, Wharton School. Na mwaka huo Elon alionekana kuwa na mtazamo wa kipekee sana na wa mbali zaidi, akijikita kwenye teknolojia na biashara. Hivyo basi, baada ya kutoka Penn, Elon alihamia California kuendelea na PhD katika Energy Physics Stanford, lakini alibatilisha muda mfupi baadaye na kuingia kwenye ulimwengu wa startup na teknolojia ya mtandao. Miaka ya 1996 na 1999 alikuja na kampuni iliyoitwa Zip2 Corporation wakiwa na kaka yake Kimberly. Kampuni hii ilijishughulisha na programu za miji, ililenga kusaidia magazeti kuwa na gaidi za miji mtandaoni. Na baadaye kampuni ya Compaq ilinunua kampuni hiyo kwa $307 milioni, na Elon alipata gawio la $22 milioni. Baadaye kuanzia mwaka 1999 Elon alianzisha X.com, kampuni ya malipo mtandaoni, na baadaye ikawa PayPal. Baada ya mabadiliko ya biashara ambapo kampuni ya eBay ilinunua PayPal kwa $1.5 bilioni, Elon alipata kiasi kikubwa cha fedha, takriban $165 milioni kutoka katika sehemu ya hisa yake. Mwaka 2002 Elon alikuja na kampuni mpya aliyoipa jina la SpaceX, yani Space Exploration Technologies Corp. Kampuni hii ililenga kupunguza gharama za usafirishaji wa anga na kufanya maisha ya binadamu kuwa ya kimataifa kama planetary species. Miongoni mwa mafanikio ya SpaceX ni pamoja na Falcon 1, Falcon 2 ambayo haikutengenezwa rasmi. SpaceX waliamua kuiruka na kwenda moja kwa moja kutengeneza Falcon 9 na baadaye Falcon Heavy Rocket. Dragon spacecraft, NASA Commercial Crew Program, Starship. Huu ni mpango wa kupeleka binadamu katika sayari ya Mars. Sio hivyo tu, na tena baadaye kidogo mwaka 2004 alijiunga na kampuni kubwa ya Tesla kama rais wa bodi na baadaye CEO. Lengo kuu lilikuwa ni kuharakisha uhamishaji wa magari ya umeme, na alifanikiwa kutengeneza magari ya Model X, Model 3, Model X, Model Y, Model Roadster pamoja na semi Tesla. Na mwaka 2006 alikuja na mpango wa Solar City kupitia kampuni yake ya Tesla. Mwaka 2016 kupitia makampuni yake ya Tesla na SpaceX akaja na mpango wa Neuralink Technology, ambayo hii ilijikita katika kuunganisha ubongo wa binadamu na kompyuta. Baadaye sana mwaka 2022 alinunua mtandao wa kijamii wa Twitter kwa $44 bilioni na kubadilisha jina kuwa X.
Jamaa ni yeye na X, ni yeye na X. Hii tunaita ni health yake ya bahati. Na pia alijaribu kuendeleza super app ya kifedha na kijamii. Usibaki bana kushangaa tu. Jaribu hata nawe kufikiria au kutafakari, unaweza kuwa kama Elon au ndo ukijitazama unaona haiwezekani kabisa? Hapana, sio kweli. Unaweza, mbona ni jambo la mikakati tu na kutengeneza consistency katika maisha. Lakini pia unaambiwa hivi, huyu bwana mwenye uwezo mkubwa wa ajabu ana sifa za ubunifu, ujasiri na ni mtu anayekubali hatari kubwa. Anafuata kanuni ya first principle thinking, akijenga suluhisho kutoka kwa misingi ya sayansi badala ya kuiga kwa wengine. Amekuwa na uwezo wa kufanya kazi masaa 80 hadi 100 kwa wiki na kushughulikia hata vipindi vya kushindwa kama fursa ya ubunifu. Unaambiwa ana watoto wengi sana, lakini wanaojulikana ni 8 tu pamoja na wake zake. Anajulikana kwa mazungumzo yake ya wazi na kujibu mtu yeyote hata kama ni wa level ya chini. Inapotokea mdahalo, yani hata hana malingo wala majivuno. Ni mtetezi mkubwa wa mustakabali wa binadamu, AI yenye busara, na pia tunaweza kumuita ni mtetezi wa nishati mbadala na sayansi, kwa sababu amekuwa na kipaumbele kikubwa kabisa kwenye masuala ya nishati. Tunaweza tukasema Elon Musk ni Newton wa kizazi cha karne hii. Ni mtu mashuhuri wa kimataifa wa teknolojia pamoja na ujasiriamali. Amesababisha mapinduzi makubwa sana katika usafiri wa anga kupitia kampuni yake ya SpaceX, magari ya umeme kupitia kampuni yake ya Tesla, nishati mbadala kupitia kampuni yake ya SolarCity chini ya Tesla. Hivyo basi, kwa vyanzo hivyo vikuu na vingine vidogo alivyonavyo, mpaka sasa vinamfanya awe tajiri mkubwa duniani, kwa kuwa na utajiri unaoongezeka kwa kasi sana na kupanda mpaka hivi leo umefikia US dola bilioni 839 as per Forbes mwaka 2026, akiwa na miaka 54 tu, na utajiri wake haujawahi kufikiwa na mtu yeyote tangu dunia iumbwe, na inasemekana au inasadikika atakuwa ndo tajiri wa kwanza kuwa trilionea, yani kufikisha US dola trilioni 1, kwa sababu utajiri wake unakuwa kwa kasi sana ukilinganisha na matajiri wengine waliopo nyuma yake. Huyu bana ni Mwafrika mwenzetu na ni mtu wa pale South Africa, ambapo leo sisi tunajiita hatuna uwezo na hatuna akili za kufanya mambo makubwa. Tazama sasa, huyu mtu amekuwa icon ya kidunia na bado ni Mwafrika mwenzetu. Usikate tamaa, pia endeleza vipaji vya watoto wako na wewe mwenyewe usijikatie tamaa. Hayo ni yangu, karibu pia kwa maoni. Kama ungependa kushare na mimi kitu chochote kumhusu huyu jamaa au kuhusu masuala ya teknolojia na maendeleo kiujumla, asante sana. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment ili kusudi